بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Leo ni darsa ya tatu na ya mwisho kuhusu ahwalu yaumil qiyama, yale mambo ya kutisha atakayokuwako siku ya kiyama. Sisi tunaamini kwamba kiyama kitakuwako, na ni kwa sababu imani yetu ya Uislamu inasimama kwenye mambo matatu. Jambo la kwanza, nutqun bil lisan, kutamka kwa ulimi. Kuna mambo kwenye hii dini hayakubaliki mpaka mtu atamke kwa ulimi. Jambo la pili, wa tasdiqun bil janan, na kuamini kwa moyo. Na jambo la tatu, wa amalun bil arkan, na kuamini na kufanya kwa vitendo. Imani yetu ni hayo mambo matatu: kutamka kwa ulimi, kuamini kwa moyo na kufanya kwa vitendo. Safari hii ya akhira tulipoianza kitambo, ina mambo yote mawili, ina kuamini kwa moyo na kufanya vitendo. Wiki iliyopita ama wiki mbili zilizopita, tulikizungumza ahwalu yaumil qiyama, mambo yatakayokutokea siku ya kiyama. Si tunaamini mambo haya yatatokea, na tunaamini kwa sababu yameelezwa na Qur'ani, yameelezwa na Sunna. Wiki ya mbili zilizopita tulitaja mambo 8, na wiki iliyopita tulipokuwa na darasa ile ya kabla yake tulitaja mambo 7 takriban. Kwa sababu ni darasa ya mwisho ya ahwalu yaumil qiyama, mimi nakumbusha tu mambo tuliyotaja wiki iliyopita. Jambo la kwanza, tulisema kwamba siku ya kiyama ikifika, sisi tutaona kwa macho yetu na tutasikia kwa masikio yetu kwamba ardhi Mwenyezi Mungu ataishika. Ajua yeye ataishika vipi, na mbingu Mwenyezi Mungu atazikunja. Ajua yeye atakunja vipi. Qur'ani ndio imetueleza kwamba Mwenyezi Mungu ataishika ardhi na mbingu atazikunja. Yauma natwi samaa katayi sijili lilkutub, siku Mwenyezi Mungu ataikunja mbingu zote 7. Jambo la 9, tulisema kwamba siku ya kiyama ikifika, bahari italipuka. Kulipuka kwake kutasababisha moto. Ule moto utachoma ale maji mpaka yatamalizika kwenye bahari. Wa idha albiharu fujirat, aya nyingine wa idha albiharu sujirat, bahari italipuka, itawaka moto, yale maji yatachomeka, yatamalizika, itakuwa sasa hakuna tena bahari duniani. Sisi tulipozungumza majina Mwenyezi Mungu tulisema, sikumbuki ni jina gani, kwamba kule mbinguni moja katika, tukimaliza uwingu wa 7 kuna bahari kule. Baada ya uwingu wa 7, baada ya uwingu wa 7 kuna vitu kadhaa, kuna lauhul mahfudh, kuna arshi, kuna mambo kadhaa baada ya uwingu wa 7. Sasa baada ya uwingu wa 7 kuna bahari. Allahu aalam bahari hiyo iko vipi, kwa sababu hata arshi ya Mwenyezi Mungu subhana, kabla Mwenyezi Mungu hajaumba ardhi na mbingu, hadithi aya inasema wa kana arshuhu ala alma, aya suratu Ra'd. Arshi ya Mwenyezi Mungu ilikuwa kwenye maji, si maji ya ardhi, si bahari ya ardhi, sio mto wa ardhi, mbinguni huko baada ya wingu wa 7. Jambo la 10, tulisema kwamba jua vile vile na mwezi litapotezwa. Hakuna tena jua, hakuna tena mwezi, kwa sababu nidhamu ya dunia ishabadilika. Ndio idha shamsu kuwirat, jua litapotezwa, nuru yake itakuwa hakuna tena jua. Vile vile baada ya ardhi, jua na mwezi kupotezwa, na nyota zitaanguka chini. Wa idha nujumu nkadarat,
nyota zitashuka chini. Jambo la 11 tulisema kwamba mbingu zile ambazo tunasema zina nguvu, na Mwenyezi Mungu akionyesha nguvu zake katika vitu Mwenyezi Mungu alizotumia ni uumbaji wa mbingu. A antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha, nani mwenye nguvu, nyinyi ama mbingu? Ameziumba. Rafaa samkaha fasawaha, hizo mbingu zilivyo na nguvu zake. Na 7, zile mbingu zitatetemeka. Zikitetemeka itakuwa ni sababu zile mbingu kupasuka. Ndio tunasoma idha samau shaqqat. Hazitopasuka moja kwa moja, kwanza zitatetemeka zile mbingu 7. Mtetemeko wake ndio utasababisha zile mbingu kupasuka. Jambo la 12 tulisema ni kwamba ardhi hii itabadilishwa. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati, Surat Ibrahim. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati, si kwamba ardhi hii itabadilishwa, kwa sababu ardhi hii ishamaliza kazi yake. Tushazikwa sisi, tushaishi hapa, tutatolewa kwenye makaburi yetu, tutapelekwa ardhi Sham kukusanywa. Tukifika ardhi Sham, yule malaika atakapokuja kutuchukua kutupeleka ardhi ya hisab, yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati, ardhi hii itabadilishwa, kwa sababu mahali pa hisab sio ardhi hii. Mahali pa kukusanywa ni mahali pengine, Sham. Lakini ardhi ya hisab, mwenye Mtume amesimulia kwamba ardhi yenyewe ni nyeupe kama unga wa ngano. Laysa fiha ma'lamun li ahad, hakuna alama ya mti wala jabali wala barabara wala nyumba. Sote tuko sawasawa mbele ya Mwenyezi Mungu subhana. Ndio ardhi itabadilishwa, kwa sababu hii ardhi tunaoishi itatumika kama ushahidi sasa, na tutakuja kuzungumza masala haya tukiingia kwenye masala ya hisabu. Jambo la 13 tulisema kwamba watu watafufuliwa katika makundi matatu. Kundi la kwanza watafufuliwa wana matumaini na wanaogopa. Wana matumaini rehma za Mwenyezi Mungu na wanaogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kundi la pili litafufuka likiwa limepanda ngamia. Ngamia wale, Mtume anasema ngamia moja atapandwa na watu 2, atapandwa na watu 3, atapandwa na watu 4. Mtume akataja mpaka watu 10. Hao ni ngamia watakaokuwako tukifufuka siku ya hisabu. Kundi la tatu, watu ambao kwamba wakifufuka watasukumwa na moto kupelekwa ardhi ya hisabu. Jambo la 14 tulisema watu watafufuka vile vile katika hali 3. Kuna watu ambao kwamba watafufuka wakitembea na miguu yao kwenda ardhi ya hisabu, na kuna kundi la pili watafufuka wakiwa wamepanda wanyama rukbanan, na kundi la 3 watafufuka na nyuso zao. Watakuwa wanaenda kwa hisabu na nyuso zao, wala sio miguu yao. Masahaba wakamuuliza Mtume, kaifa yamshuna ala wujuhihim, vipi watatembea na nyuso zao? Mtume akawaambia, inna alladhi khala amshahum fi dunya ala arjulihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim, yule aliyofanya duniani watembee na miguu, kiyama kikisimama watatembea na nyuso zao. Hadithi hii iliposema, Abu Dharr radhiallahu an alisema bala wa izzati rabbina. Abu Dharr alikubali, na sisi tunasema kama Abu Dharr, bala wa izzati rabbina. Jambo la mwisho tulisema watu wakifufuka, kuna mtu ataona nuru mbele yake kalijabal, kama jabal, kwa amali zake. Hapa duniani alifanya amali mzuri, akifufuka anaona amali zake zinamshamsimamia, mabruk alayhi. Na mwingine akifufuka ataona nuru yake kanakhla, kama mtendo umesimama mbele yake, kulingana na amali zake vile vile. Na kuna mtu atafufuka ataona mbele yake nuru karrajulil qaim, kama mtu aliyesimama, kulingana na amali zake. Na kuna mtu Mtume alimsema atafufuka nuru yake iko kwenye kidole chake cha gumba, kidole chake, nuru yake kwenye kidole tu, yudhi'u marra wa yutfi'u marra, kile kidole kinawaka na kinazima. Kikiwaka kidole chake ndio atapata nguvu za kwenda kwenye ardhi ya hisabu, na kidole kikizima miguu yake itasimama, hataweza kusonga. Ndio yudhi'u marra wa yutfi'u marra. Huyu atafika ardhi ya hisabu lini? Atachukua muda.
Kwa sababu yeye duniani alichukua muda kufanya amali za khair, na duniani hakufanya amali za khair. Vile vile atafika kwenye hisabu kuchelewa, kwa sababu kulingana na kidole chake. Sisi tulifika hapo wiki 2 zilizopita. Leo nataka nimalize masala ya ahwalu yaumil qiyama. Takriban mambo yote kitabu changu kinaniambia ni mambo 22 ama 23. Jambo la 16 ambalo tutaliona na macho yetu na tutasikia na masikio yetu, kwamba kuna watu watafufuliwa siku ya Kiyama wakiwa dhalili, wakiwa wanyonge, hawawezi chochote. Hawa watafufuliwa wakiwa wanajuta, na watafufuliwa wameshakata tamaa kwamba mambo yao ni mabaya kule mbele, sababu washaona ishara. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratu Yunus aya 27. Suratu Yunus ni sura ina mafunzo makubwa sana, na kuna jambo liliwatokea watu wa mtume Yunus. Jambo hili walilipata wao tu, hakuna watu wengine walipewa jambo hili la mtume Yunus, watu wa mtume Yunus. Jambo gani? Kwa sababu wao walimpinga mtume wao Yunus, na Mwenyezi Mungu akaamua kwamba sasa ataka kuadhibu. Ile amri ya kuadhibiwa kawa ishatolewa na Mwenyezi Mungu. Kabla amri haijawafikia watu wa mtume Yunus, walifanya tauba ya kweli. Mwenyezi Mungu akairudisha ile adhabu, watu wa Yunus hawakuadhibiwa. Kisa hiko utakipata kwenye suratu Yunus. Kwenye suratu Yunus Mwenyezi Mungu anasema, walladhina kasabu sayiat, wale waliofanya mambo mabaya hapa duniani, jazau sayiatin bimithliha, watalipwa mabaya kwa mabaya yao ya duniani. Watarhaquhum dhilla, na siku ya Kiyama watamiminiwa unyonge, hawawezi chochote. Ma lahum min Allahi min asim, hakuna atakayewazuia na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kaannama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layli mudhlima, nyuso zao zitakuwa weusi kwa sababu ya huzuni watakuwa nayo kabla hawajaenda kwa hisabu. Ulaika ashabu nari hum fiha khalidun, tayari wao ni watu wa motoni, wataishi motoni milele. Tutafika kwenye kuelezana masala ya moto. Mwenyezi Mungu anasema tena kwenye suratu Zumar aya 52 mpaka 59, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale mambo ambayo kwamba muliletewa na Mwenyezi Mungu. Min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun, kabla haijawafikia adhabu ya ghafla, nyinyi hamuhisi adhabu itakuja saa ngapi. Siku hiyo ya Kiyama, antaqula nafsun, kuna mtu atasema, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah, najuta mimi yale makosa niliyofanya kwa ajili kumkosea Mwenyezi Mungu. Wa in kuntu la minas sakhirin, na duniani mimi nilikuwa nafanya maskhara, nafanya istihzai na dini. Au taqul, nafsi itasema vile vile, law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, lau Mwenyezi Mungu angeniongoza mimi ningekuwa mtu mwema. Au taqul, au nafsi nyingine itasema, hina tara aladhab, atakapokuona adhabu iko mbele yake, lau anna li karratan fa akuna min almuhsinin, natamani nipewe tena fursa duniani niwe mtu mwema, nifanye amali njema. Bala qad jaatka ayati, malaika watawaambia dalili, aya za Mwenyezi Mungu ziliwafikia. Fakadhabta biha, mukakanusha. Wastakbarta, mukafanya kibr. Wa kunta min alkafirin, na mtu akawa ni katika watu waliopinga. Jambo la 17, kuna watu watafufuka siku ya Kiyama ikiwa nyuso zao ni nyeusi, na nyuso zao zitabadilika. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratu Ali Imran aya 106, yauma tabyadhu wujuhun wa taswaddu wujuh, siku hiyo kuna nyuso zitakuwa nyeupe na nyuso zingine zitakuwa nyeusi. Mimi nataka kuhusika na nyuso nyeusi kwa sasa. Tukipata fursa, stage inayofuata tutataja watu wema, tutaitaja tena aya hii, yauma tabyadhu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa amma alladhina swaddat wujuhuhum, wale ambao kwamba wamefufuka nyuso zao ni nyeusi, wataambiwa akafartum ba'da imanikum, nyinyi mulikufuru baada ya mlikuwa na chance ya kuamini.
fadhuqu ladhaba bima kuntum takfurun, sasa mutaonja adhabu kwa mlivyokuwa mkikanusha kule duniani. Mwenyezi Mungu anasema tena kwenye sura maarufu, suratu Abas, wujuhun yawmaidhin musfira dhahikatun mustabshira, kuna nyuso siku ya Kiyama zitakuwa zinatoa nuru. Dhahikatun mustabshira, zile nyuso zinacheka kwa sababu amefufuka, uso wake ni mweupe, amefufuka, ashaona nuru mbele yake, amefufuka na malaika washamsubiri. Tukitaja masala ya stage yetu inayofuata, kuna watu wakifufuka kwenye makaburi, Mwenyezi Mungu atawatuma malaika. Watu wale wana sifa 4, wale watapelekwa moja kwa moja mpaka janna. Tutataja watu hao stage yetu ya 4, wana sifa gani 4? Sifa hizo leo tutakuwa nazo biidhnillahi taala insha Allah. Tukifufuka malaika watatusubiri, na ni mambo tunaweza tukayafanya hapa duniani, nitataja baadaye. Wa wujuhun yawmaidhin alaiha ghabara, na kuna nyuso zitafufuliwa zimejaa vumbi. Tarhaquha qatara, zitakuwa nyeusi, zitabadilika ziwe nyeusi. Ulaika humul kafaratul fajara, hao ndio wale makufar, wale watu wabaya. Mwenyezi Mungu anasema tena kwenye sura nyingine, anasema wa yawmal qiyama, siku ya Kiyama, tara alladhina kadhabu ala Allah, tutawaona wale waliomkanusha Mwenyezi Mungu, wujuhuhum muswadda, nyuso zao ni nyeusi. Alaysa fi jahannama mathwan lilmutakabbirin, kwani janna haitoshi kwamba ni mahali pa wale wenye wanafanya kibr? Bila shaka panatosha. Sifa jambo la 18, kuna watu watafufuliwa siku ya Kiyama. Wakifufuliwa wana kiu, wanataka maji, na kule ardhi ya Sham na ardhi ya Hisab hakuna maji. Wataishi na kiu hiyo wakingojea hisabu mpaka hisabu imalizike, na hisabu ni siku moja tu, lakini siku ndefu sana. Mwenyezi Mungu anasema kuhusu watu hawa, wanasuqu lmujrimina ila jahannama wirda, suratu Maryam aya 86, na tutawasukuma. Ndio maana sauq. Sauq ni kama wale wachungaji wanaochunga ngamia ama mbuzi ama kondoo ama ng'ombe, ile ndio sauq. Mwenyezi Mungu anasema wanasuqu lmujrimin, wale watu wabaya watapelekwa ila jahannama wirda, kwenda moto wa Jahannam wakiwa na kiu. Hapa kumitaja Jahannam na hisabu bado, kuonyesha kwamba hisabu yao la itafanywa ni Jahannam, natija tayari ni ya motoni, sababu amefufuka na kiu. Yule muumini hatafufuka na kiu. Aya inasema wanasuqu lmujrimin, wale watu wabaya watafufuka siku ya Kiyama ila jahannama wirda, watafufuka tayari wana kiu. Wanavyoni wanasema takadu tataqatta'u riqabuhum min al'atash, zimekaribia zile shingo zao kukatika na kiu watakayokuisikia, kiu kubwa. Kama tulivyosema ile wiki 2 zilizopita kwamba jua litakuwa karibu kadri ya maili 1, ile maili, masafa ya 1 mile, jua litakuwa karibu. Lau Mwenyezi Mungu ingetaka sisi ardhi ya hisabu tufe, ile jua lingetosha kutuua. Ile jua vile kwamba liko karibu lingetosha kutuua, tungeyeuka sisi. Lakini kwa sababu kuna stage nyingine, kuna mambo lazima tuyafanye ile siku, ndio jua litakuwa karibu na sisi. Lakini kama tulivyosema, kuna mtu atasweat, majasho yake atafika ila kaabai, kwenye macho yake ya maguu. Mwingine atasweat kulingana na amali zake duniani ila rukubatai, mpaka kwenye magoti yake. Mwingine majasho yake ila hiqwai, kwenye kiuno chake, pembe za kiuno. Na Mtume asema wa minhum man yuljimuhum iljaman, mwingine majasho yake atafika kwenye mdomo. Alafu Mtume akaonyesha na mkono wake mtukufu kwamba majasho yake atafika kwenye mdomo wake. Sasa hawa, wewe imagine hali hiyo, na mtu anasikia kiu. Wanasuqu lmujrimina ila jahannama wirda,
watashikwa na kiu kubwa sana, hakuna maji ambayo yatamtosha. Tukizungumza masala ya moto, tutataja maji gani yako motoni. Jambo la 19 ambalo litakuwako siku ya Kiyama, hili linaogopesha ndugu zangu. Jambo la 19 ni kwamba wanavyuoni wanasema, aya inaonyesha kwamba kuna watu watafufuka siku ya Kiyama, umyan, vipofu, summan, viziwi, hawasikii, bukman, mabubu, hawawezi kuongea. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratul Isra aya 97, wanahshuruhum yawma alqiyamati, tutawafufua siku ya Kiyama, ala wujuhihim umyan, watakuwa vipofu, hawaoni, wa bukman, hawawezi kusikia, wa summan, hawawezi kuongea, ma'wahum jahannam, tayari makazi yao ni motoni wa Jahannam, kullama khabat zidnahum sa'ira, wakisinzia, ndio maana kullama khabat. Hawa wenye sifa tatu hizi kuna kipindi watasinzia. Mwenyezi Mungu asema wakisinzia tu, zidnahum sa'ira, wataongezewa moto. Hawa watasimama wakingoja hisabu, lakini ni vipofu, hawasikii wala hawaoni. Mwenyezi Mungu anasema tena suratu Taha, aya maarufu tumisikia mara nyingi, waman aradha an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, atafufuka siku ya Kiyama ni kipofu, haoni. Qala rabbi lima hashartani a'ma, ya Rabbi, kwa nini umenifufua mimi ni kipofu na duniani nilikuwa naona? Qala kadhalik, utabaki hivyo hivyo, atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, dalili zetu na aya na mitume na dawa ilifanywa duniani, wewe ukafanya huoni, hutaki kusikia. Wa kadhalika alyawma tunsa, leo vile duniani akhira utasahauliwa. Atafanyiwa hisabu huyu, lakini kwanza lazima apate adhabu, kisha ndo ataenda kwa hisabu. Jambo la 20, kuna watu watafufuka siku ya Kiyama, watashikwa kwenye nyuso zao, watapelekwa kwenye Jahannam. Sio kwamba watashikwa moja kwa moja Jahannam, lazima wafanyiwe hisabu, kinyume na wale waumini. Wale waumini moja kwa moja janna, lakini wale watu wabaya lao watapelekwa motoni moja kwa moja, watalalamika, watashuku uadilifu wa Mwenyezi Mungu. Na hapa aya inasema kwamba moja kwa moja watapelekwa motoni. Mwenyezi Mungu anasema alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam, kuonyesha kwamba wakishikwa na nyuso zao, watashikwa kwenye nyuso zao, watapelekwa kwenye ardhi ya hisabu, ikiwa wameshikwa nyuso zao na malaika. Ulaika sharrum makanan, watakuwa mahali pabaya kwenye hisabu, wa adhallu sabila, na njia mbaya ya kwenda motoni. Si tulitaja hadithi tulipozungumza hadithi Qudsi, na itaja kwa faida tu wale ambao kwamba hawajasikia, wale watu wanne ambao kwamba walifanyiwa hisabu yao ikaonyesha wanaenda motoni, wote wakakubali wakaenda motoni. Alafu Mwenyezi Mungu atamtuma malaika, na Mwenyezi Mungu anajua waende wale watu wanne watolewe kule motoni. Watatolewa, watakuja tena kwa hisabu. Hisabu shamalizika, na hawa kwa motoni watakaa motoni siku za kukaa, Allahu aalam. Lakini Mwenyezi Mungu tu kwa uadilifu wake atamtuma malaika katika malaika wake, aenda watoe watu wanne motoni, watatolewa, wataletwa tena kwa hisabu. Kwani hisabu ya kwanza ilikuwa na issues? La, hasha lillah. Hisabu ya kwanza ilikuwa ya uadilifu kabisa. Hisabu yao itarudiwa tena. Kwa nini irudiwe? Kwa sababu wao wenyewe walipokuwa kule motoni walishuku uadilifu wa Mwenyezi Mungu, ndio Mwenyezi Mungu akawaleta tena kwa hisabu, wakafanyiwa tena hisabu mara ya pili, na hisabu yao ikaonesha vile vile kwamba wanafaa waishi motoni. Wenyewe wakaridhika na hisabu ya pili kwamba sisi kweli tulikuwa tangu mwanzo ni wa kuishi motoni, na hisabu ya kwanza ilikuwa iko sawa. Walipokuwa wanatoka wanarudi tena motoni,
mtu mmoja katika wale watu wanne alizunguka akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi ma dhanni bik, ya Rabbi, mimi sikufikiria itakuwa hivi. Atamwambia Mwenyezi Mungu, ma dhanni bik, ya Rabbi, mimi sikufikiria itakuwa tena hivi. Mwenyezi Mungu atamuuliza yule bwana, wama dhannuka bi, wewe ulikinifikiria mimi vipi hisabu ikirudiwa mara pili? Yule bwana atamwambia Mwenyezi Mungu, dhanni bik, dhana yangu kwako wewe, idh akhrajtani minan nar, ukinitoa tena motoni, alla taudani fiha maratan ukhra, mimi nilikuwa na imani hutanirudisha tena kule motoni. Mimi nilikuwa na kudhania hivyo ya Rabbi, kwamba ukinitoa hisabu yangu ya pili ikifanywa, utanihurumia unipeleke peponi, narudi tena motoni. Mwenyezi Mungu huyu kwa sababu alikuwa na husnu dhanni billah, ataambia wewe nenda peponi. Huyu akapelekwa peponi. Wale watatu wakarudi motoni, wakaishi motoni khalidina fiha abad, kwa sababu alimdhania Mwenyezi Mungu mazuri. Na amefanya makosa huyu, na hisabu yake imerudiwa mara mbili, na ni mtu wa motoni. Allah subhanahu wa ta'ala rahim, Mwenyezi Mungu ana huruma sana na sisi. Wala Mwenyezi Mungu, wale watu ambao kwamba wataishi motoni, wataka kupelekwa motoni, sio kwamba Mwenyezi Mungu ana chuki na wao, wala Mwenyezi Mungu hawapendi. La, wale wataishi motoni kwa sababu ya uadilifu wa Mwenyezi Mungu. Na wale ambao kwamba watakwenda kuishi peponi, sisi inshallah taala kwa fadhila zake, sisi tukienda peponi si kwa sababu ni amali zetu zimetupeleka peponi. La 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 la, sisi tutakuwa tumeenda peponi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa rahma za Mwenyezi Mungu, kwa sababu amali zetu hazitoshi kutupeleka sisi peponi. Huo ndio ukweli. Na mtu abu angalie tu swala yake anavyoiswali, angalie saumu yake, angalia maisha yake, angalia biashara zake, angalia malazi yake, angalia elimu yake, angalia kila kitu, ataona kwamba amali zetu zina matatizo. Lakini sisi inshallah wale tutakwenda peponi wataenda kwa fadhila za Mwenyezi Mungu subhanahu, na wale ambao kwamba watapelekwa motoni watapelekwa kwa uadilifu wake subhanahu. Jambo la 21, kuna watu watafufuliwa siku ya kiyama pamoja na wale mashaitani wao, sababu kila mtu ana shaitani wake. Kuna shaitani jin na shaitani wa mtu, minal jinnati wan nas. Mtu aweza kupotezwa na mtu ama akapotezwa na yule shaitani wake mbaya. Sasa kuna watu wafufuliwa siku ya kiyama, watafufuliwa na yule mtu aliyempoteza ama na shaitani wake. Wahum jathuna ala rukab, wameshapiga magoti na watapelekwa kwa hisabu ukiwa wanatembea na magoti yao. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratu Maryam aya 68, fawarabbika lanahshurannahum, Mwenyezi Mungu anaapa kwa Mola wako Muhammad, tutawafufua washayatin, na mashaitani wao, thumma lanuhdhirannahum haula jahannama jithiya, alafu tutawaleta karibu na Jahannam wakiwa wamepiga magoti. Kupiga magoti huku sio kupiga magoti kwa kunyenyekea, kupiga magoti kwa udhalilifu, kwamba hawawezi chochote. Qurtubi, Imam al-Qurtubi anasema, na Qurtubi anaitwa ni Sheikhul Mufassirin. Al-Qurtubi anasema ay lanahshurannahum washayatin quranaahum qila yuhsharu kullu kafirin ma'a shaytanin fi silsila. Wakifufuka tafuka wameshafungwa nyororo, si nyororo ya hapa duniani, nyororo ya yaumul qiyama. Lakini kuna wakati sisi sote tutapiga magoti. Nitataja baada ya jambo moja la mwisho tutapiga magoti wakati gani. Jambo la 22, kuna watu watafufuka siku ya kiyama, wale watu wanyonge kabisa, wanagombana na wafalme wao, wanagombana na wale watu waliowapoteza hapa duniani, wanagombana na wale wakubwa wao. Mwenyezi Mungu anasema Surat Ibrahim aya 21, wabarazu lillahi jami'an, siku ya kiyama tutakuwa sote tuko wazi mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana wabarazu. Faqala dhuafau lilladhina istakbaru, wale watu madhaifu watawaambia wale waliokuwa wakubwa wao hapa duniani, inna kunna lakum tab'an,
Duniani silikuwa tukiwafuata nyinyi, mkituambia kitu sisi tunawafuata. Fahal antum mughnuna anna min adhabi llahi min shay, leo mtaweza kutusaidia adhabu kidogo ya Mwenyezi Mungu hii tulionayo? Wale watasema lau hadana Allahu la hadainakum, kule duniani lao Mwenyezi Mungu angetuongoza vile vile tungewaongoza nyinyi. Sawaun alaina, leo tuko sawa sawa sote. Ajazina am sabarna, ikiwa tutababaika na hii adhabu ama tutabidi tusubiri ilivyo. Ma lana min mahis, hatuna mahali pa kukimbia. Wale watagombana kwamba wewe ndio ulikuwa sababu. Ila sema la, mimi leo Mwenyezi Mungu angeniongoza ningekuongoza. Leo Mwenyezi Mungu angetaka ningekupeleka msikitini. Leo Mwenyezi Mungu angetaka ungekuwa Muislamu. La, hapa kila mtu ameonyeshwa njia. Wenyewe wakasema ma lana min mahis, leo tabidi tusubiri tu ya adhabu ilivyo. Hakuna tena mahali sisi pa kukimbilia. Jambo la 23, baada ya kutaja mambo haya 22 yameshatokea na mengine ambayo kwamba mimi sikuweza kuyaona kulingana na vitabu nililotumia kama reference ya maudhui hii. Bila shaka kuna mambo mimi sijataja. Siwezi kusema nimetaja vitu vyote 22. Mpaka sasa nimetaja mambo 22. Hila nakuja 23. Mambo 23 ndio niliyoweza kutayarisha. Nikapata darasa 3 kuhusu ahwalu yaumil qiyama. Mimi inshallah Mwenyezi Mungu aniwezesha baadaye mambo haya 23 yote niyaweke kwa group. Nitayaweka baadaye. Nimeandika hapa, nitayaweka kwa group baadaye ili tuyakumbuke darasa zote 3. Mambo haya 22 yakimalizika, sisi atakuja yule malaika atuchukue atupeleke kwenye ardhi ya hisab. Tutakwenda kwenye ardhi ya hisab mpaka tukifika mwisho kwenye ardhi ya hisab tutakuwa tunaiona sirat. Tulisema wiki iliyopita kwamba Bi Aisha alimuuliza Mtume akamwambia, la, sisi tukienda ardhi ya hisab wa huma ala sirat, tutakuwa tukiona sirat ilivyo. Tutafika kwenye stage ya sirat, tutaelezana masala sirat vizuri. Tukifika hapo sisi sote viumbe wote, tangu kiumbe wa kwanza Adam mpaka mtu wa mwisho atakayekuishi duniani, sote tutakuwa hapo. Wanavyoni wanasema yahduthu sukunun ghamir wa huduun rahib, kutapatikana utulivu wa hali ya kipekee. Na kuna mtu kutuambia nyamazeni, ule utulivu wenyewe utajitokeza. Wa huduun rahib, na hali ya kutulia ya kuogofia, lakini hali ya kutulia ya kuogopa. Mtu aweza likatokea jambo akatulia, lakini ametulia anaogopa kitu. Ndio tutakavyokuwa hapo sisi. Tushafika kwenye ardhi ya hisab, mbele ya sirat, sisi tutanyamaza kwa muda, Allahu aalam tutanyamaza kwa muda gani. Baada sisi tumetoka makaburini, baada tumekusanywa, baada tumepelekwa kwenye ardhi ya hisab, ndio kisha kutokea kunyamaza. Mwenyezi Mungu hapa anaeleza wa yauma tashaqqaqu as-samaa, zile mbingu zitakapopasuka, bil ghamam, kutakuwa na mawingu fulani yatatokea. Mawingu hayo si ya kawaida, yana kazi gani? Wanuzzila almalaikatu tanzila, Mwenyezi Mungu atatoa amri malaika washuke kwa swafu. Si tutawaona wale malaika watashuka kwa safu, watawazunguka viumbe wote tangu Adam mpaka akhiru rajulin qamat alayhi saa, mpaka mtu wa mwisho kiyama kimesimama. Suratul Furqan 25 kwamba wale malaika watashuka kwa wingi, ndio wanuzila almalaikatu tanzila. Hili jambo la 23. Mwenyezi Mungu anasema tena vile vile Suratul Naba, yauma yaqumu ruh wal malaikatu saffa, siku atakapokusimama malaika Jibril ndio ar-ruh, wal malaika, na wale malaika wengine, saffan, wakiwa kwenye safu. Ametajwa malaika Jibril hapa kwanza kwa sababu ya cheo chake mbele ya malaika wenzake. La yatakallamun, wale malaika hawaongei, illa man adhina lahu arrahman, ila wale malaika ambao wamepewa fursa kuzungumza. Wa qala sawaba,
na ule malaika atazungumza jambo linalofaa kuzungumzwa. Dhalika al-yawmul haqq, hiyo ndio siku ya Kiyama. Faman shaa ittakhadha ila rabbih maaba. Baada ya malaika wameshashuka, wako kwa swafu, ndio sasa wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ndio sasa Mwenyezi Mungu anakuja subhana. Mwenyezi Mungu akija, wal malaku ala arjaiha, wale malaika watakuwa pembezoni wa wanadamu. Wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, malaika 8 watakuwa wanaibeba arshi ya Mwenyezi Mungu subhana. Sisi tulisema kwamba malaika hivi sasa waliobeba arshi ni 4 tulipozungumza masala arshi na kursi, na tukisema ni 4 haimaanishi kwamba arshi ni square. La, mtu asifikirie hivyo, wala ni rectangle, Allahu a'lam. Lakini hadithi za Mtume zinasema kwamba malaika waliobeba arshi hivi sasa ni 4. Siku ya Kiyama wataongezwa wengine 4. Ndio aya inasema wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin, siku hiyo ya Kiyama 8 malaika 8. Allahu a'lam ukubwa wao, wala wataibeba vipi. Hapo inatutosha sikuamini hivi. Mwenyezi Mungu akija, ndio Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema kwenye surat al-Baqara aya 210, hal yanzuruna illa an yatiyahumullah, je, watu watasubiri Mwenyezi Mungu aje subhanahu wa ta'ala, fi dhulalin min al-ghamam, kwenye mawingu, kwenye kivuli cha mawingu. Wal malaika, na malaika watakuja malaika. Wa qudhiya al-amru wa ila Allahi turja'u al-umur, na kwa Mwenyezi Mungu kila kitu kinarudi kwa yeye, kuonesha kwamba sasa hisabu iko tayari. Wanavyuoni wanasema kwamba Mwenyezi Mungu akishakuja ajua yeye. Sisi tunaamini kwenye aqida, tukisema wajaa rabbuk, tunasema majian yaliqu bijalalihi wa adhamatihi wa kibriyai. Mwenyezi Mungu atakuja kulingana na utukufu wake, kulingana na uungu wake, kulingana na ukubwa wake, ajua yeye subhanahu atakavyokuja. Lakini sisi tunaamini wajaa rabbuk wal malaikatu saffa, na tunaamini vile vile illa an yatiyahum Allahu fi dhilalin min al-ghamam wal malaika wa qudhiya al-amr wa ila Allahi turja'u al-umur. Wanavyuoni wanasema kwamba sasa hana waqtu al-qiyam lil-qada amama maliki al-ardhi was-samaa, sasa hisabu ndio inataka kuanza. Lakini kabla si hatujafika kwenye hisabu, kuna jambo muhimu nitataja darasa inayofuata. Vipi mtu ataokoka na ahwalu yaumil qiyama? Sisi tulipotaja kuhusu dunia, stage yetu ya dunia ya kwanza, tulieleza mu'min anaishi vipi duniani, tukataja mambo 6. Darasa muhimu sana ile, iko kwenye YouTube hapa. Mambo 6 mtu lao atayafanya ndio atajua ataishi vipi hapa duniani. Tulipotoka duniani tukaenda kwenye al-maut. Kabla stage nyingine mimi nikataja vipi mtu atapata husnul khatima, hiyo darasa pia iko kwenye YouTube. Tulipoingia kwenye kabrini tulisema vipi mtu ataokoka na adhabu ya qabr. Jambo la 4 ilikuwa ni nafkhu fi sur, vipi itafufuliwa ile sur, baragumu akipuliza malaika mara 2. Jambo la 5 ilikuwa ni kufufuka kwenye kabr. Jambo la 6 ni hili ahwalu yaumil qiyama. Kabla mimi sijaenda jambo la 7 kwenye stage za kwenda kwa, tumefika katikati nusu barabara sasa. Mimi nataka kutaja kuanzia darasa inayofuata kaifa ta'manu yaumal faza'il akbar, vipi tutapata amani siku ya Kiyama, na vituko ni hivyo 23. Kuna mambo la mtu atayafanya, atafufuka ikiwa yeye yuko vizuri, hana matatizo wala hataogopa kwa hata yale atakao kuyaona, lakini atapata amani. Haya ndio darasa yetu ya wiki inayofuata insha Allah taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.